Naitwa Bashiri Abdalla Selemani aka Sauti, mwenyekiti wa Chadema jimbo la Tarime mjini. Cha kwanza ni shukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia siku ya jana kesi ambayo ilipelekwa mahakama ya rufaa na mwisho wa siku tukapata ushindi kutokana na mambo jinsi yalivyokuwa yamekwenda. Lakini ushindi huu tumeupata kwa sababu Jaji Mwanga hakutaka kutoa haki mapema na hakuzingatia mambo ya kisheria. Siku ile tu peke yake kesi imekwenda mahakamani na wanasheria wa chama wakaweka pingamizi kwamba kesi imepelekwa nje ya muda. Lakini baada ya kupelekwa nje ya muda, mwisho wa siku alikuwepo mwanasheria pale wa chama alipoomba udhuru kwamba siku ya leo hatuwezi kuendelea na kesi, tunaomba airisho. Jaji Mwanga alikataa na mwisho wa siku mwanasheria alijiondoa. Na alipojiondoa, maana yake Jaji Mwanga alipaswa azingatie hilo kwamba awataarifu viongozi wa chama waliokuwa wamefunguliwa kesi, bodi ya wadhamini ya chama, lakini na katibu mkuu. Alitakiwa wataarifu ili wapate fursa ya kupata mawakili wengine ili waweze kusimamia hiyo kesi. Lakini mwisho wa siku hakuzingatia hayo na akatoa ruling ambayo ilipelekea kutoa hukumu kukifungia chama. Na tumefungiwa chama za siku 310. Siku hizi 310 chama kilikuwa hakifanyi kazi. Maana yake kilikuwa kimezuiliwa kwa hukumu haramu kabisa. Isipokuwa shughuli hizi tulizifanya kwa sababu tunajua tulikuwa kwenye haki na tulikuwa tunaendelea na majukumu yetu. Tuwaombe polisi, nyie ni ndugu zetu, nyie ni jamaa zetu. Zikitolewa amri haramu na nyie mna wanasheria, mna wasomi, sio kutekeleza tu amri kwamba kwa sababu amri hii imesha kuja tuitekeleze moja kwa moja. Nyie hamtaki kutafakari, mna wanasheria, mna wakili wasomi. Jeshi la polisi nanyi mnatakiwa mfanye uchunguzi wa haya mambo. Sio kila amri inatekelezeka. Unaweza kuwa unachonganishwa na ndugu zako, unaweza kuwa unachonganishwa na jamii. Chadema Tarime mjini tunaungana moja kwa moja na viongozi wakuu wa chama. Moja, tunahitaji Lissu atoke gerezani. Watu wamekuwa wakiimba maridhiano, wamekuwa wakiimba mazungumzo. Ni kweli mazungumzo yanaweza kufanyika. Anayekiongoza chama na msemaji wa chama yuko gerezani. Unataka uzungumze na nani? Unataka ufanye maridhiano na nani? Mtoe Tundu Lissu gerezani, twende tukafanye mazungumzo. Hakuna mtu anayekataa mazungumzo. Hakuna mtu anayekataa maridhiano. Na hii leo waandishi wa habari, wakati tunazungumza hapa, Chakwera amekwenda gerezani Ukonga kwenda kukutana na Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa. Na amekutana naye na Tundu Lissu amemwambia mambo gani yanatakiwa yafanyike. Nafikiri hata nyie mtayaona kwenye mtandao na mtaweza kuyazungumzia. Kuna mambo ameyazungumza. Haya mambo yakifanyika, yeye yuko tayari kwa mazungumzo na anataka mazungumzo ya ukweli na uwazi. Na hata jana makamu mwenyekiti taifa amezungumza, amesema wako tayari kwenye mazungumzo, isipokuwa mazungumzo yasiwe ya danganya toto, mazungumzo ambayo yawe ni ya kweli, mazungumzo ambayo yalenge kujenga taifa hili. Kwa hiyo sisi tunaungana na viongozi wa chama taifa tangu jana walipotoa tamko na wakazungumza na wakatoa maelekezo. Nasi Chadema Tarime mjini, maelekezo yote walioyatoa tunaendelea kuyatekeleza
na wajue, viongozi wangu wa chama wajue, wakati hayo maelekezo wanayatoa, sisi tulikuwa tunaendelea na vikao, na tulikuwa tumeisha panga. Majuzi tulimaliza kikao, tukapanga kikao kingine tarehe 30 mwezi huu wa 4, lakini tukawa tumepanga kikao kikubwa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Maana yake tunaendelea kutekeleza majukumu yetu. CCM ni wepesi tu, tunajuana. Tarime hapa mjini wanajua Chadema ni nani. Sisi tumewahi kuongoza halmashauri, lakini tumewahi kuongoza jimbo hili. Sio hili tu, Tarime vijijini vile vile, halmashauri na jimbo. Kwa hiyo sisi hatuogopi uchaguzi. Yaani mtu asije akafikiria kwamba Chadema wanaogopa uchaguzi. Sisi Tarime mjini hatuogopi uchaguzi wala hatuogopi mijadala. Sisi ni watu wa mijadala. Na tunapenda mijadala kwa sababu mijadala hii inaleta amani kwenye nchi, inaleta haki kwenye nchi. Kwa hiyo CCM wajue, sisi hatujawahi kuwaogopa. Na wao wanajua, CCM wanafahamu. Sawa? Wanafahamu, wao wana polisi, wao wana usalama wa taifa, wana jeshi, wao wana tume ya uchaguzi, wana watu mbalimbali. Kwa hiyo hao watu wote walionao wanawasaidia wao. Kwa hiyo wanapokuwa wanawasaidia wao, sisi uwanja unakuwa ni kidogo sana. Sisi kama Tarime mjini tutatoa ushirikiano kwa viongozi wa chama taifa, lakini vile vile jana makamu mwenyekiti na katibu mkuu John Mnyika amesema na ameelekeza moja kwa moja, chama hakina ruzuku, na huo ndio ukweli. Na bahati nzuri sisi chama muda mwingi kimekuwa kikiongozwa na kikitekeleza majukumu yake kwa michango ya watu, kwa sababu hata wakati ruzuku ipo ilikuwa haitoshi kwa sababu wahitaji ni wengi kuliko fedha tuliyokuwa tunapata. Kwa sasa niombe wanachadema Tarime mjini na kwingineko, tuendelee kukichangia chama, tuendelee kukisaidia chama ili kiendelee kutekeleza shughuli zake. Niwaombe kwa mara nyingine, jeshi la polisi, sisi tunaanza kazi, hatuna vita na nyie, lakini mwisho wa siku tutaleta barua zetu kwa ajili ya mikutano, kwa ajili ya kazi zetu za chama na mambo mengine mbalimbali. Msituone sisi ni adui, sisi ni wasaidizi kwenu. Mishahara ikishuka, sisi ndio wa kuwasemea mishahara ipande. Sasa hivi mafuta yamepanda bei, wewe mshahara wako haujapanda, uko pale pale. Nani anakusemea? Sisi ndio wenye kukusemea, na tunakusemea kwa sababu taifa hili tusiposema, hakika taifa litaharibika. Kwa hiyo niwaombe waandishi wa habari mtufikishie haya na muwaambie Watanzania kwamba sisi hatuna ugomvi na mtu yoyote, isipokuwa tufuate utaratibu na tufuate katiba hii. Hii ikirekebishwa, katiba hii, kila kitu kimo humu ndani, kila kitu kitakuwa humu ndani. Mfano, nataka kuwaambia waandishi wa habari jambo moja tu peke yake. Oktoba 29, 2025 uchaguzi ulifanyika na ikaja inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Waandishi wa habari, waambieni wa Tanzania, ile haikuwa tume huru ya uchaguzi. Katiba inasema tume ya uchaguzi. Katiba inasema tume ya uchaguzi, na haijawahi kubadilishwa, imebakia tu pale pale, na katiba mama ndiyo inayoeleza nini kifuatwe. Mwisho wa siku, kwa sababu tume huru ya uchaguzi haipo, ndio maana sisi tulisema no reforms, no election, kwa sababu tulijua reforms hazijafanyika, katiba haijarekebishwa. Kwenye moja hilo tu nimewaambia, tume huru ya uchaguzi humu haimo. Humu limo neno linaitwa tume ya uchaguzi, na tume ya uchaguzi mwenyekiti wake anatokana na uteuzi wa rais.
Rais ni mgombea, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, alafu twende fair play, haiwezekani. Kwa hiyo hilo tu nimezungumza moja, na ambalo mwenyekiti wakati Chakwera ameenda kumsalimia na ameenda kufanya naye mazungumzo, amemwambia mambo mengi, lakini nimekuambieni hilo moja tu la katiba, lakini kuna mambo mengine mengi ameyazungumza, na amemwambia yuko tayari kwa mazungumzo, isipokuwa mazungumzo yawe ya kweli.